Kiwango chako cha kujua nini Mungu anataka inategemea kiwango chako cha kujua. Kiwango chako cha kujua ndio kina determine kiwango chako cha wewe kwenda kwenye kuona udhihirisho. Na ndio maana Mungu anasema hilo jambo hamjalijua. Anauliza swali, je, hamtalijua? Sasa ni swali ikiwa na maana hilo jambo unalijua, kwa sababu kama kitu hujakijua utatambuaje ili kije kudhihirika? Kama hujakijua kitu, hujakijua utatambuaje? Kwa hiyo kwa maana nyingine inategemea kiwango chako cha kujua. Kitabu cha Waebrania 11 pale ambapo neno la Mungu linazungumzia kuhusiana na imani. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Inaenda kwenye mstari wa 3 pale inazungumzia kwamba jinsi ulimwengu umeumbwa kwa vitu visivyoonekana na umeumbwa kwa neno la Mungu. Lakini ukija mstari wa 6 Biblia inasema pasipo imani haiwezi kumpendeza, lakini unapomwendea ni lazima utambue kwamba yeye yupo. Ni lazima uamini, lazima uwe na uhakika, lazima utambue yeye yupo. Level yako ya kumtambua Mungu ndio kiwango hicho hicho cha Mungu kujimanifesti, kwa sababu una uhakika. Kiwango changu iko cha kuamini, cha kujua, kinaleta udhihirisho na Mungu anajimanifesti katika kiwango hiko pasipo na shaka. Uhuru wako katika eneo husika inategemea kiwango chako cha kujua kweli. Uhuru wako katika eneo husika unategemea kiwango chako cha kujua kweli. Yohana 8:32, mtaijua kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Kumbe kiwango changu, ufunuo wa kweli, yaani ile kweli ikifunuliwa katika eneo husika, ile kweli itaumba na kusababisha uhuru katika eneo husika. Kiwango cha kujua kweli. Kwa hiyo ni wakati wako wa kuhakikisha kusikia nini Mungu anasema, nini Roho Mtakatifu anasema, ni kweli ipi, kwa sababu uhuru wangu unategemea kile Roho Mtakatifu atauisha ndani yangu, atasema. Kwa sababu gani? Kwa sababu Roho Mtakatifu yeye anatangaza mwisho tangia mwanzo, anajua ndani yangu, anasema yale mafumbo, kile ambacho macho hajaona, kile ambacho masikio hajasikia, Roho Mtakatifu anakifunua. Sasa ufunuo wa hiyo kweli ambayo Mungu ameiweka, Roho Mtakatifu ambayo ameiweka, inapofunuliwa na unapoichukua na unapoitii, Biblia inasema inakuweka huru. Kwa hiyo kiwango chako cha kujua kweli, cha kuiweka kweli ikaumbika, ikawa sehemu ya wewe, ikakaa ndani yako, inabadilisha kidogo kidogo, kwa sababu ni roho. Mwilini unaweza kuwa unaona ni kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinaumbika, kuna kitu kinafanyika ndani yako, kinaanza kuondoa kila kitu, kinaanza kuweka uhuru ndani yako. Sasa hapo inakupa cha kwanza kutii, cha pili kweli. Kweli ukijua neno, utakapoijua kweli, utakapotii na kuendana na ile kweli inakuweka huru. Kuna wakati huko kwenye maombi unaomba, alafu Roho Mtakatifu anakuletea kweli, anakuletea neno, usipuuzie. Hiyo ndio kweli. Na hiyo kweli ukienda na hiyo kweli ukaichukua, ukaifanyia kazi, hiyo kweli inasababisha watu wanakuwa huru ukitii, kwa sababu hiyo kweli imefanyika kuwa halisi na inakutoa katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Utaifahamu kweli. Kwa hiyo kiwango chako cha kujua, ndio maana neno la Mungu linasema, je, hamtalijua? Sasa kiwango cha kujua.